Karibu tena kwa YouTube channel yangu. So last nilikuwa nawaambia vile nilipata mtoto nikiwa mdogo. Nilikuwa mdogo sana. Nilipata mtoto hapo kwa age ya 15 kama kuna wenye mmewatch hiyo video yangu ya last. So before tuendelee, nataka tena kuongea na wasichana wadogo wenye hawajafanya hiyo mistake. Nawaomba tafadhali kuweni careful. Hao wanaume watawadanganya na imagine hawawapendi. Na hakuna mahali watawapeleka. Mwanaume yeyote mwenye anakuambia nakupenda sahi. Imagine wewe ni msichana mdogo. Uko hapo 15 years, 16. Huyu mwanaume anakuambia nakupenda anakupeleka wapi? Hata wewe fikiria. Sio mtu anakudanganya obvious. Na pia tena nitarudia kuambia kuweni careful na hao marafiki wasichana wenye mnakuwa na wao. Mimi kama si marafiki zangu wasichana, singepata mtoto wangu nikiwa hivyo mdogo. Si regret kukuwa na huyo mtoto, but I wish ningempata kwa ile time yenye inafaa. So wakati nilipata huyo mtoto wangu, nilitusiwa. Like pale kwa village, nilidharauliwa. Like watu wanakuona wewe ni malaya, si unaelewa? Hakuna matusi yenye sikuambiwa. Plus sasa watu wakaanza kuniogopa like hapo kwa village. Hakuna parent mwenye anataka kukuona uko na mtoto wake msichana. Mkiongea hivi unasikia wewe unaenda kuharibu huyo mtoto wa wenyewe. Nakumbuka kuna siku moja mtoto tu hapo msichana tu age mate wangu. Alikujanga akaniomba wa kitambo mnaelewa vile watu walikuwa wanaombana nguo. So huyu msichana alikujanga akaniomba nguo yangu, skirt. Kuniomba nguo sikujua alikuwa anaenda wapi. So si mimi nikampatia nguo. After kama 2 days, nakuja kukutwa home. Nikiambiwa mimi ndio najua yule msichana mahali alienda. Juu mimi ndio nilimpea skirt yangu. Hapo nishaitwa malaya, nimeitwa majina yote. Nikaambiwa mimi ndio nimeharibu mtoto wao. Hajarudi shule, mimi ndio nimemtafutia wanaume na mimi ndio hadi nimempea nguo avae. I was so innocent. Sikujua place huyu msichana alikuwa ameenda. But ile mambo nilipewa, hadi nilipigwa saa hiyo niko na mimba. Nimengojewa kwa njia nimetandikwa. Na brother ya huyo msichana akiniambia, nimeanza kuharibu sister yake, nimemtafutia wanaume, mimi ndio nimejua mahali ameenda. Alinipiga vibaya sana hata Nikoda alinisaidia. Nikakuwa sawa na mimba yangu. So wasichana kuweni careful. Soma. Ngojea the good time itafika imagine. Hiyo ndio advice yangu. Like kupata mtoto ukiwa mtoto mdogo. Unapitia a lot. Sio hiyo watu kukudharau. Like sasa wewe huna heshima tena. Like ni vitu mingi zina happen imagine. Masomo yako isimame. Na hata ukirudi shule ushapata mtoto. Ndio utasoma. But kuna kitu hautakuwa sawa kabisa vile utasoma kama uko na mtoto. So hiyo ndio advice yangu nawaambia. Sikizeni wazazi wenyu. Ukiona parent anakuambia kitu tuko na experience. Huyo msichana wangu mimi sahi huwa namuongelesha kila siku na kila kitu namwambia. Ni yenye nimepitia sikujangi kumwambia kitu yenye huwa sijui. So nashukuru sana Mungu. Ako sawa na kila kitu yenye namwambia anasikia. Nampenda mtoto wangu sana sana. Juu nimekuwa na yeye tangu. Like yeye sasa mtoto wangu ndio rafiki yangu. Nimemulea.
naye, tumepitia naye kila kitu nimepitia, ako hapo anajua. So yeah, mtoto wangu sahii ndio rafiki yangu, I thank God. So nikawaambia sasa nilishatokanga Nairobi, nikaenda ushago. Hapo sikuwa nimeambia mtu kabisa kama nilikuwa naenda Nairobi. Kukua mtoto, wacha tena nisirudie kusema ni mbaya, but kuna vitu mingi sana huelewi. Like kama hiyo time nikienda bila kuambia mtu, mimi sikuona kama nilikoseanga hata kidogo. Sikuona, nilijua tu ni normal. Kitu yenye inanifanya nisiwaambie, sikutaka mtu asinikataze, but sikufikiria wenye nimeacha nyuma watafikiria nilienda wapi. Maybe watafikiria kitu mbaya ilinifanyikia, like sikuwahi fikiria kitu kama hiyo hata siku moja. Yeah, so nikakuja tena nikarudi Nairobi after kuenda kuona parents wangu, mtoto wangu huko nyumbani nikakaa. Nikarudi tena Nairobi. Kurudi tena Nairobi, tukaendelea kukaa na kazini yangu, tukakaa. Siku moja, kazini yangu alikuja akaleta friend yake mwingine, tukaanza kuishi na yeye. So, kukaa na huyu, okay, before alete huyu rafiki yake tukuje kukaa na yeye, kuna siku moja, alikuwa ameenda na marafiki zake, so ikuwezekana arudi home. Sasa hiyo usiku, unajua niko mgeni Nairobi, sijazoeana na watu, nilikuwa nimekaa Nairobi kama 4 months. Yeah, so sikuwa na friends. Alafu mi si mtu mwenye naongea like unaweza kuwa umejuana na watu haraka. Mi natakingi time sana kumake friends. So sikukuwa na rafiki. Hiyo usiku vile alienda, nikarudi home sikuwa na key, nikapata hayuko. Nikarudi place yenye alikuwa anafanya job, nikakaa hapo kufika masaa job ikafungwa. Sasa ishafungwa, mimi niko hapo stranded, sina mahali pa kuenda. Hapo kando kuna wazee walikuwa wanachomanga nyama, ni vijana tu kwa kuja ingine hapo. So mmoja alikuwa ananijua, vile alikuwa ananiona hapo na kazini yangu juu anafanya hapo karibu, alikuwa ananijua. So akakuja akaniuliza kwa mbona uko hapa hadi saa hii. Nikamuelezea, nikamwambia iko hivi na hivi na sina key ya hao. Akaniambia ni sawa, tuwe kaa hapo ngojea tufunge job, tutaenda place ingine hapo nitakuangalilia nyumba ulale. Sasa nikafurahia, at least nikaona nimepata mtu wa kunisaidia. Lakini sikuwa najua intention ya huyo kijana ilikuwa nini. Mimi nikakaa hapo tu, innocent. Nikamngojea, akamaliza, akafunga, akaniambia tuende. Tukiwa hapo nikamuuliza kwanza, hapo place yenye unaniambia unaenda kunichukulia nilale ni wapi? Akanionyesha tukiwa hapa kama ile side ingine ndio nakupeleka nikuchukulie nyumba uende ulale. So tukaenda na huyo kijana, tukafika place yenye ameniambia. Nikamuuliza si hapa ndio umeniambia unafaa kunichukulia nyumba nilale, naona tumeenda sana. Kijana wacha arudi akuwe mkali. Akakuwa mkali kwangu akaniambia tuende, wewe ndio unajua mahali nakupeleka ama ni mimi ndio najua. Kai Mungu wangu nikashtuka, huyu mwanaume simjui. Ni ile tu yenye amenijua juu ananionanga hapo na kazini yangu, but mimi simjui. So tukaenda, bahati mzuri tukafika place fulani. Hiyo place sijui ni nini ilikuwa, but sasa gari zimepakiwa hapo nje na kuna hao askari wenye wanaangalianga hizo gari. Vile niliwaona nilisimama nikakataa kuenda. Unaona walikuwa wawili. Juu nilikuwa nimeshtuka sasa nashangaa mwanaume ananipeleka wapi. So vile nilikataa kuenda ananiforce, wale watu si wakakaribia karibu kuona ni nini inaendelea hapo. Wakakuja wakauliza ni nini. Nikawaambia kijana aliniambia ananisaidia. Na place yenye alinionyesha tunaenda anichukulie nyumba nilale tumepita.
kumuuliza, ashakuwa mkali ananiuliza kama mimi ndio najua place yenye ananipeleka ama ni yeye ndiye anajua. So wababa wakamuuliza, ni nini unampeleka wapi kama ulimwambia unamchukulia nyumba? Akakuwa mkali, akachukua 200 akanirushia chini, akaniambia pesa ndio nilikuwa nataka kuchukulia nyumba. Enda, akaenda akaniachanisha na hao wababa. So hao wanaume wakaniambia, wewe chukua hiyo pesa. Wakaniuliza, unajua place unaenda ama unaweza kaa hapa? Nilale tu na wao sasa hapo mahali wako job. Like walinihurumia. Nikawaambia wacha nirudi niende mpaka kwa nyumba, maybe nitapata kazini yangu amerudi. So nikaenda nikarudi, nikafika kwa nyumba nikapata bado nyumba imefungwa. Nikarudi tena sasa ishafika, I think ishafika almost karibu saa 7 ya usiku. Nikitembea nikapatana na askari wanapiga patrol usiku. Wakanishika. Unaenda wapi? Leta ID. Sina ID. Hata sijashika ID mimi sahi. Sasa nikaanza kulia kabisa, nikawaambia ni vile kumehappen, vile nimeenda nimepatikana hapo. Wakaenda na mimi wakafika place wakaniachilia tu. Wakaniuliza uko na pesa? Wakaniambia hapo hiyo ni club. Unaweza ingia hapo, unaweza pata kuna nyumba. Ulipe hiyo pesa ulale. So vile waliniachanisha hapo place nikaanza kutembea, kumenyamaza tu kabisa hakuna watu. Kutembea nikapatana na wanaume wengine walikuwa 4. So wanaume wanatembea walikuwa walevi. Kuwafuata nyuma polepole nikasikia wanaongea Kikisii. Mimi nikaambia Mungu wangu umenikumbuka, asante. Hawa ni Wakisii, mimi ni Mkisii sasa. Wakiamua kunifanyia kitu na mimi ni Mkisii wao, ni sawa tu sasa. Nikaharakisha sasa nikawafikia, nikawasalimia. Wakashtuka, unajua sasa nilikuwa mdogo. Wakaniuliza unatoka wapi saa hii usiku msichana? Nikawaambia vile nimeenda hivyo, lakini sasa vile niko hivi, mimi hata sijui mahali pa kulala, sijui mahali naenda. But nikawaambia niko na pesa, kama mnaweza nionyesha mahali naweza chukua place nilale. Alafu sasa hiyo hata niko so worried, sijui kazini yangu pia ako wapi, mbona hajarudi. Jua kuwa ienda hata siku moja akakosa kurudi home. So hao watu wakaamua kuenda na mimi sasa.